Nafasi ya mwenyekiti wa chama cha ODM, pia watu walinda mwananchi, tuko na candidate wetu wa chairperson wa chama cha ODM. Tupatane na hawa wakora ambao wamechukua pesa ya William Ruto kuuza chama cha Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Tuone ni nani atashinda. Hii ukora ambayo wanafanya Ngong Road ya kupeana nafasi kupitia mlango wa nyuma. Hakuna mwanachama wa ODM ambaye anatambua ile vitu imefanyika kule Ngong Road. Mimi Sifuna nataka niwaambie hapa ufungamano leo. It has been the honor of my life. The honor of my life to be the SG of probably the greatest politician this country will ever see, Honorable Raila Amolo Odinga. Sasa nataka muniangalie vizuri. Munaniona vizuri. Yani mnataka kuniambia naweza kuwa katibu mkuu wa ODM, katibu mkuu wa Raila Amolo Odinga miaka 8 vile mnaniona hivi, and then I become the SG of mediocrity. Mimi Oburu, tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. Hiyo nataka niseme hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya taifa zima. I will not be the SG of mediocrity after Baba Raila Amolo Odinga. You characters don't deserve me. I will say this without fear or favor. Jambo la mwisho. Mkiamua leo, unajua niliwaambia nyinyi, wanasema kwamba mnatuchocha. Wanasema hamna kura. Wanasema hamjajiandikisha. Wanasema nyinyi ni moto ya gazeti. Moto iwake isiwake, tutakuwa pamoja Mombasa. Nataka niseme leo, iwapo mtakuwa nyuma yetu jinsi ambavyo mmetuambia leo, mimi Sifuna hakuna siku nitawageuka. Hakuna siku nitatoroka. Kazi ambayo iko mbele yetu tunaijua. Tuko tayari kwa ajili ya kukomboa taifa letu la Kenya. Hakuna mtu muoga hapa katika hii timu ya Linda Mwananchi. Nataka sote tuseme kwa sauti moja wasikie. 2027 tunapeleka mtu nyumbani. Muko tayari? Hakuna kitu yoyote ambaye tuko nayo in common na Mheshimiwa William Ruto. Sisi wana ODM ambao tunaamini baba, tunamwambia Ruto, wewe maliza uende nyumbani. 2027 tunachagua serikali ambayo inaamini maadili ya kisheria ya kikatiba ambayo iko pale. Wale wanasema Ruto one term, uonye kidole. Ruto huko juu. Ruto aende asiende na Oburu wake na Wanga wake na Junet. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, turuhusu viongozi waende. Delegates ambao wametoka kwenye kaunti zetu, tulieni tu hapa. Kuna mambo yenu ambaye lazima tuangalie. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. All right, now that marks the end of 2 parallel NDCs, the Special Delegates Convention that was held at Jamhuri and the People's Delegate Convention held at Ufungamano House. Now, this SDC marks an end of an era because it wasn't just a meeting. It was the formal closing of the Raila Odinga chapter of ODM by installing Dr. Oburu Odinga as the party leader. Now, the party has now opted for continuity and bloodline over radical change. Yes, we do have our correspondents on the ground, and right now I wish to move to Mbataru, who is at Jamhuri, to give us a brief overview of the reactions and the closing of what's happening there. Mbataru, over to you.
much, and we are at Jamhuri Park in Nairobi County, and this has been the venue for the National Delegates Delegates meeting, the NDC for the ODM party. And this year we've seen there has been a difference because they are actually not calling it an NDC but an SDC, that is the Special Delegates Conference. And this is a conference that has been led by none other but the party leader Oburu Odinga, he's a senator for Siaya and also the party leader. And today it was a day of ratifications and confirmations, and it is out of the resolutions that had been made on 13 November 2025. It is a year that ODM's NGC, the National Governing Council, met in Mombasa, that is in the Coast Region, and agreed to make changes in the leadership. But those changes, up to today, they were not ratified because the ratification is a sole responsibility of the National Delegates Council, the National Delegates Conference that has been held today. And among the ratifications that have been made around the party leader, Dr. Oburu Odinga, was now sitting very well as the party leader who really leads the ODM party. And the ratification of Dr. Oburu Odinga now says that he can make even better decisions concerning the ODM party as a whole. Also, other positions that have been ratified today at the deputy party leader, that is Mombasa Governor Abdul Somad Sharif Nasir, who has now been confirmed as the duly elected deputy party leader of ODM party. And also we've got Kisii Governor Simba Arati, who has also been ratified and confirmed as the deputy party leader of the ODM party. We've also seen other positions, including the chairperson. The chairperson has been held by Gladys Wanga, who was elected also in the NGC in November last year. And up to today, the delegates have confirmed and seconded that Gladys Wanga should continue serving as the chairperson of the ODM party. Gladys Wanga will be deputized by Turkana South, a member of parliament, that is Dr. John Ariko. Dr. John Ariko will also be holding that position together with other members, that is Rarieda, member of parliament, Otiende Omolo. And Otiende Omolo, senior counsel, will now be a deputy chairperson of the ODM party, deputizing Gladys Wanga. We've also seen other positions, including the organizing secretary position, a position that ratification has been done on the current Council of Governor chairperson, and also the governor of Wajir County, that is Governor Ahmed Abdullahi. And Ahmed Abdullahi will be deputized by Ruth Odinga, who is the younger sister to former party leader, the deceased, the late Raila Amolo Odinga. And Ruth Odinga will be sitting in that position of the deputy organizing secretary of the ODM party. Another position that has been ratified is the position of the secretary of political affairs. These are key positions as we head to the electioneering period. And the person who is holding this position is Rosa Buyu. This is the women rep for Kisumu County, and Rosa Buyu's position has also been ratified. Some changes that have happened today, the key change being that one of the deputy party leaders has totally been expelled as a leader in ODM party. That is Vihiga Governor, Senator Godfrey Osotsi. And Osotsi is one of the people who has united with Sifuna, and also other leaders like Babu Owino and Orengo, the governor for Siaya, and they've united to form the Linda Mwananchi platform, which had its NDC today at Ufanga Manor House. And it seems like Osotsi is no longer any part of the leadership, the top brass of the ODM party. And out of the resolutions that were made today, it was clear that there was no proposal of the former ODM deputy party leader, nor a seconder. So the position was announced vacant, and the position of the party is that the position having fallen vacant, in the next NGC, the next National Governing Council, there will be the activity of electing another deputy party leader. Remember, this comes at a time when we had seen the Nairobi chapter chairperson of the ODM party, that is Makadara member of parliament, Georgia Ladwa, recently making claims that Winnie Odinga, who is the daughter to former ODM party leader Raila Odinga, should be given a position in the deputy party leader. So a vacant is here. Nobody knows if this position will now fall in the hands of Winnie Odinga or not. And today we saw a rather unexpected thing. From the beginning, Winnie Odinga was not in this event. From the beginning, everybody was sure that she was not coming. And she got... The people who were attending were gotten by a surprise by the arrival of Winnie Odinga, with the event being more than halfway gone. And Winnie Odinga made
a symbolic entrance into this place, and there was a message that Winnie Odinga has communicated. Recently, we've seen her rattle the top brass of the ODM party, but today she was rather low, but her message was clear. Her message was clear that ODM party needs to involve the youths more, especially in the top leadership. If you look at the top leadership, she was claiming that there is no clear representation of the youth. Bearing in mind that the youth are the people who bore the blunts of everything that comes to ODM, ODM being majorly an opposition party there before, and Ruth was saying that it is important, Winnie Odinga was saying that it is important for the ODM youth to now be involved in key decision-making positions, positions, for example, the top leadership in the ODM party. Also today we've seen some developments, including that Governor for Kakamega County Governor Fernandes Barasa has announced that the first meeting of the broad-based government and the new leadership of the ODM party will hold its first meeting in Vihiga County. So we will be expecting to see what happens in that. But now it's clear that the position of the Secretary General is fully in the hands of Catherine Omanyo. Catherine Omanyo, who is now the Secretary General, has not been ratified yet. So it means that this party will be probably has the plans of replacing her. But at the moment, the seat is not in the hands of Edwin Sifuna. It is in the hand of Catherine Omanyo on an acting position. Other things that happened today is that we've seen a message of the party leader. The party leader is saying that ODM is a party of democracy. But if you listen to his statement very well, he's saying that even if ODM is a party of democracy, even if ODM is grounded of democratic principles, people must follow what the top leadership of this party has decided. And this message is specifically seems to be directed to the group that is the Linda Mwananchi group, being headed by Edwin Sifuna and Babu Owino and Osotsi and the other leaders. And it seems as if they are simply communicating that there is no way that they'll get back to the leadership of the party if they are not ready to follow the decisions that are being made. And remember, right now they are not in the top leadership, so it seems that if they come back, they'll come back as members of ODM party, of which they've not been expelled yet. Even if they've not been expelled, they cannot make any critical decisions, and they'll have to follow. Continue. They've now given the responsibility of the talks, of the negotiations about power. They've given that role to the party leader, who has now been ratified, that is Senator Oburu Odinga. Right now, I'll like to go back to Jidagaya, back in studio. That is all we have from the ODM's SDC meeting at Jamhuri Park in Nairobi County. Mbataru coming to us live from Jamhuri grounds, stating that the message from the SDC is very clear. Loyalty to the hierarchy of leaders is non-negotiable. Let's cross over now and go to Ufungamano House, where we also have our field reporter Majibu Kitsao to give us an overview and brief of the same. Majibu, if you can hear me, take it up. Fatma, viongozi moja baada ya mwingine wanaendelea kutoka hapa katika jengo la ufungamano sawia, pia vile vile na wananchi kuashiria mwisho wa mkutano huu wa viongozi wa Linda Mwananchi. Wamesema hii ilikuwa ni NDC ya kulinda mwananchi, tofauti na ile nyingine kule Jamhuri, ambayo viongozi hapo wamesema ile ni ya kufaidisha matumbo yao na wao wenyewe, si ya kulinda Mkenya wa kawaida. Masuala kadhaa yameweza kuangaziwa hapa leo na viongozi ambao wameweza kuhutubia, akiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, amekuwepo pia Governor James Orengo, wa bunge wengi kabisa, amekuwepo Babu Owino na pia vile vile Anthony Kibagendi, Karoli Omondi, viongozi pia Godfrey Osotsi, miongoni mwa wengi ambao bila shaka wanaegemea ule mrengo wa Linda Mwananchi. Wameangazia masuala kadhaa, lakini la muhimu zaidi ni kusema kwamba katu hawatoweza kuungana na serikali ya Kenya Kwanza. La muhimu pia vile vile wameweza kusema kwamba ifikapo basi mwaka wa 2027 chama cha ODM, muungano huu wa Linda Mwananchi, basi watakuwa na mgombea wa urais katika kinyang'anyiro hicho cha urais mwaka wa 2027. Wameangazia masuala kadhaa, pia vile vile kuweza kukumbuka tu historia ya aliyekuwa kinara wa chama hiki
mwenda zake Raila Amolo Odinga, wakisema kwamba kama angelikuwa hai basi hii leo hangekuwa kule kwingine, angekuwa hapa ufungamano, na wanajaribu tu kuweza kuendeleza ule msingi ambao Raila Amolo Odinga alikuwa ameweza kuweka, na kwa wale viongozi ambao alikuwa anazidi kuwakuza katika ulingo huu wa siasa, wakiwemo hawa ambao nimeweza kuwataja. Wameangazia masuala kadhaa ikiwemo gharama ya maisha ambao wanasema kwamba inazidi kuwakera Wakenya wa kawaida ambao kwa kiasi kikubwa kabisa hawawezi kumudu bidhaa za kimsingi. Wakazungumzia swala vile vile pia la elimu, ambapo wanasema kwamba wanafunzi hasa katika vyuo vikuu wanazidi kukereka na ile nyongeza ya karo, wakisema kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza basi haijamtambua yule Mkenya wa kawaida, hasa yule mwanafunzi ambaye wanasema kwamba anazidi kukandamizwa na zile karo za shule. Wameangazia masuala mengi pia vile vile, wakisema kwamba hata wale polisi ambao walikuwa wanazuilia, kwa maana nakumbuka kwamba hapo awali kama nilivyochora taswira nilipoweza kuwasili hapa asubuhi, kulikuwa na uwepo mkali wa maafisa wa polisi kabisa ambao walikuwa wamewakataza, walikuwa wanasema kwamba katu mkutano huu hautaweza kufanyika. Lakini muda mchache baadaye tukaweza kuona viongozi na kundi kubwa kabisa la wananchi, viongozi hawa wakiongozwa na Gavana James Orengo ambaye tulimuona alikuwa pale mstari wa mbele, wakaweza kuja hapa kifua mbele kabisa, na lango likaweza kufunguliwa, wakaweza kuingia hapa ndani na tukacheza burudani kidogo kutoka kwa DJ Spider mwenyewe, na baadaye hotuba zikaanza. Kwa hiyo ndio taswira iliyokuwa hapa hivi leo, viongozi wakihutubia tu yale ambayo wanasema kwamba ni ya mambo ya kimsingi ambayo Mkenya wa kawaida anakumbana nayo kila siku, na serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa naye Rais William Ruto ambaye wanamshtumu kwa kuwanunua wale viongozi wengine ambao wako kule upande mwingine wa jamhuri, kwamba hajaweza kutilia maanani yale mambo ambayo ni yanamkumba Mkenya wa kawaida. Labda tu niweze kukuonyesha upande huu mwingine, eneo hili basi viongozi, wanafunzi wananchi wamezidi kutawanyika hapa, kuweza kufumkana, kuashiria kwamba naona kuna mmoja anakuja anataka kuongea. Huyu unaitwa nani bingwa? Naitwa Vincent Otieno Kinya. Vincent Otieno Kinya. Yes sir. Naona umebeba bendera kabisa, umejifunga bendera kuashiria uzalendo. Labda umeweza kutoka na yepi hapa kutokana na mkutano huu wa leo wa Linda Mwananchi? Asante sana. Na nikiwaelezea hii bendera ya kwanza hii so ibue angalie mzuri, hii ni ile sisi tuliingia parliament, sawa? Hii ni ya Kenya hii. Hii ni ya Kenya, hii ni origi. Hii usione ati ni ya hivi. Sisi ni wazalendo na tunasema hivi. Kwa nini bora tuko na Linda Mwananchi? Elections are moral audits. Election we are not going to atupigani kwa kura. Elections are moral audits. Na hii serikali tulipea kazi imekosa kutufanyia kazi. Hii serikali ya Ruto inaua watu. Hii serikali kuna wengi wamekufa. Tukianzia sisi kama Wajaluo, kwa nini tuko na uhasama sana? Mimi hata kwanza hapa nimekuja juu ya Raila Amolo Odinga na juu ODM party, na wanataka kuharibu party yetu, na tuko kwa Linda Mwananchi. Asante. Ameweza kugusia mojawapo ya masuala ambayo ameweza kuzungumziwa hapa na wale viongozi ambao wameweza kugusia swala zima la Gen Z, wale vijana ambao wanasema kwamba waliweza kuuawa na serikali haijaweza kuwashughulikia wale ambao ni waathiriwa wa yale maandamano ya vijana hawa wa Gen Z ya mwaka wa 2024. Bingwa, umevalia kofia ya ODM na bendera juu yake. Imeandikwa nini hii? Your vote, your voice. Tuambie wanakuita nani, halafu utasemaje kuhusiana hafla hii ya leo? Kwa majina mimi naitwa Steve Biko. Leo tumekuja kuonyesha support to our leaders because we identify with their message. Me am an ODM member and I feel like our party has been taken over by the state. We are no longer the people's voice. So mimi mwenyewe nimekuja hapa kuonyesha support yangu kwa hii movement, kwa sababu naamini hii movement vitu wanasimamia. Na tumekuja, tumejileta, tujapewa pesa yote, na tuko na ujumbe mwingine hapa ya muhimu sana. Nasema umepatiwa hela yote? Hatujapewa chochote. Tumekuja bure. Tumekuja kwa sababu ya uzalendo na msimamo wenu unakuhusiana na vuguvugu hili.
Na nini kuhusu tumekuja kuwapa support hawa viongozi wetu. Kumekuwa na hafla mbili leo. Hii ya Linda Mwananchi hapo Ufungamano na kumekuwa na nyingine kule Jamhuri ya Linda Ground. Mtaizungumziaje ile nyingine kule kwingine? Ile nyingine wana haki pia huko kufanya mkutano wao. Wajua sisi hatuwezi nyima majama wengine haki. Pia sisi tuna haki kufanya hii mkutano yetu na tuko na haki kuchukua hii stand yetu. Huko tumeona ni state. Huko hata kama mjamaa anaweza ona kweli huko ni serikali ilikuwa huko. Asante. Kuna hafla ambayo bila shaka baada ya hapa wameweza kusema kwamba wataweza kuelekea Mombasa. Kile ambacho tumekishuhudia hapa leo, uwepo mkali wa maafisa wa polisi walikuwa wamewakataza kuingia kwanza hapa. Je, mnahofia kwamba endapo ile hafla ya Mombasa itafanyika kutakuwepo pia ama mtaweza kushuhudia yale ambayo yameweza kuonekana hapa leo? Yes. Na wale polisi mnaogopa? Mimi kama John 45 mimi mwenye niliongoza vijana kutoka Kidhurai kwa mguu paka town siku ya Gen Z. Nasema bado mimi nimetembea na Sifuna kwa county karibu ya mwisho imekuwa Narok, ya Mombasa nishabook SGR. Mimi kesho jioni natoka naenda Mombasa. Mimi siwezi fuata Uburu, mimi nafuata Sifuna na askari. Kama mko na tear gas wekeni mingi, tunakuja na jacket ya kufunika. Tutaizima kama nyongi ya jana. Mtaifunika kama nyongi ya jana. Kuna kura. Ujumbe wa mwisho tunasema your vote your voice. Watu wachukue kura juu ya nini? The ballot is our political destiny. The ballot si ati ni kitu tutapewa dhao 2, dhao 5, dhao 4, dhao 10 na mtu anakaa kwa miaka 5. Tunasema hivi, chukua kura, juu kura yako ndio sauti yako na upige kura vilivyo. Linda mwananchi. Asante. Swala zima la vijana kuweza kuchukua kura basi wanasema your vote your voice. Kumbuka kwamba kuna ile kauli ya Gen Z ya tuko kadi ambayo pia imeweza kusisitizwa sana kwenye hiki kikao cha leo cha Linda Mwananchi. Ni baadhi tu ya masuala ambayo yanazidi kuangaziwa na viongozi hawa. Pia vile vile wameweza kuzungumzia swala ambalo ni la utata kidogo kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na pia vile vile kinara wa chama hiki Raila Amolo Odinga, wakisema kwamba wangetaka majibu zaidi kuhusiana na chanzo cha kifo chake. Basi ndio hali ilivyokuwa hapa hii leo katika jumba hili la Ufungamano. Umesikia kauli ya Wakenya wakizungumzia kwamba wako nyuma ya seneta huyu wa Nairobi na wamesisitiza kwamba yeye ndiye katibu mkuu bado wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Wanasema Sifuna si yeye peke yake, hata wao pia ni akina Sifuna. Yaani akina Sifuna wamekuwa wengi sana hapa leo. Fatma, hiyo ndio iliyokuwa taswira hapa katika jumba la Ufungamano. Na kutoka kwangu sina majibu zaidi, labda kama una swali basi nitakuwa napata kukujibu. Lakini kutoka hapa Ufungamano tunafunganya virago hadi studioni DSM Place. Kwako. Shukran sana. Huyo ni Majibu Kitsao coming to us live from Ufungamano House, giving us an overview of what happened and perhaps also taking in one word or two from the residents there in regard to the just concluded People's Delegates Convention. Now, some key points to take from today. One, the SDC marked the end of an era narrative. They marked it very clearly that this is the formal closing of the Raila Odinga chapter of ODM by ratifying Oburu Odinga as the new party leader. They're saying that they have opted for continuity and bloodline as opposed to radical change. Two, the strategic purge of the Young Turks. This was seen after the removal of Geoffrey Osotsi, the Vihiga senator, from a deputy party leader position, and instead ratification of Abdul Samad Sharif Nasir, who is the governor of Mombasa, and Simba Arati's Kisii governor, as the deputy party leaders respectively. Also, there was a balance of gender in that the ratification of the chairperson Gladys Wanga. This goes to say that ODM is also planning to balance the gender. We also noted the shift of power from opposition
to partner in power. Now, for the longest time, ODM was the face of opposition. But today, the party has officially pivoted. By endorsing a formal pact with UDA, we can now safely say that ODM is no longer checking the government. Instead, it is working with the government from within. We also made a point of the Azimio divorce. Now, the resolution to exit Azimio is the final nail in the coffin for the 2022 alliance. Now, we are seeing a total reconfiguration of the political landscape. Of course, I have talked about gender and regional balancing. They have as well also made sure that gender has been put into play by ratifying the chairperson as a lady, that is the governor of Homa Bay, Gladys Wanga. But at the same time, we cannot ignore the elephant in the room, and that is the parallel gathering that was at Ufungamano for the Sifuna function of the ODM. Now, while the SDC was at the Jamhuri grounds, the dissent from the Linda Monanchi function suggests that while the party has a new leader, it still does not have total unity of all its members and delegates. That's what we had in store for you today from 6 in the morning with Alan Owio, and shortly after with Mumbi Shege, and now I close as Fatma Chidagaya. We do hope that you were with us the whole time, and have yourself a good afternoon. Kameme TV. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses, and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Utari wa muciari ni urabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Tabarĩra ĩno ĩkoragwo ĩ yaku. Gwakinya nĩ maũndũ mothe ma properties, mĩako, o hamwe na we ũracaria mũikarĩre wa kĩrĩu. Kana ũrenda gwaka mũciĩ wa kĩroto gĩaku?
gucaria mweke mwega wa kuigithia ona kana gucaria njira cia gucanjamura mucii waku. Ngukwira haha noho wonaga macio mothe. O kiumia tucamanagia na ataramu a thoko ino na gutiga ni twakunora rugendo-ini riri. No tabarira ya umuthi ni ya mwanya tondu tukwaria na njira ndikiru maundu mothe megie ugiaka mucii wa kiroto giaku. Hari ungianjia kiria ubataire kumenya ataramu a kurutithania nao wira ona uria ungirehe muoyo kioneki giki. Gutiga ni wamenya maundu mothe mangiguteithia ungienda gwaka. Kuonie mieke miega ya wigithia wa properties ona tumaundu tuhuthu twa gucanjamura mucii waku. Wakorwo na kiuria kana woni o wothe ni twaranirie kuhitukira handles citu tumenyane ona tuteithanie. Ikara thi wega tutwarane ikinya gwa ikinya. Ririkana ino ti tabarira ta iria ingi, ni rugendo rwa guthoma, kuhiga na gukinyaniria kiroto giaku na ota mutugo o mundu ni murore. Gwaka mucii ni kiroto aingi aitu tukoragwo nakio na ni tuwi aingi aitu thabari yo yanjagia na kugura mugunda, nario ikinya riu ringi rikoragwo kurugamia mwako na kuhatua mucii waku. No ningi kiuria kinene aingi moragia ni ngwanjia naku, o kuma gucorerwo nyumba, kumenya mbeca ici ikuma ku angikorwo nduri na ciothe ihinda-ini riri, o nginya kumenya ataramu ungirutithania wira